Kiebrania neno rabi maana yake ni mwalimu, na hivyo mapadre ni walimu. Kwa hiyo mapadre ni marabi. Ingawa Yesu alikataza mitume wasiitwe walimu, Mathayo 23 mstari wa 8 hadi wa 9, au Yesu alikataza pia mtu asiitwe baba, alimaanisha mpango mpya wa ulimwengu. Baba na mwalimu wana wajibu unaofanana, yaani kufundisha. Tunafundisha kwa njia ya maneno, mifano na nidhamu. Hivyo mapadre ni walimu, yaani ni marabi. Tunafundisha. Kwa hiyo walimu ni mababa, na akina baba pia ni walimu. Wazazi ni walimu wa kwanza kwa watoto wao. Kwa hiyo mapadre ni marabi, ni mababa, lakini pia ni walimu. Kwa hiyo shemasi wetu Rogasian leo kwa kupewa daraja la upadre utakuwa rabi. Kwa hiyo leo tutampata rabi mpya. Utakuwa pia ni baba, lakini utakuwa pia ni mwalimu. Mtakatifu Paulo kama mwalimu alijiita yeye mtume. Mtume maana yake ni yule anayetumwa. Kazi ya kwanza ni kuhubiri, na kila mhubiri ni mwalimu. Paulo anasema, mimi nimechaguliwa niwe mtume na mwalimu kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Barua ya pili ya mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 1 mstari wa 11. Mtakatifu Paulo anaendelea kusema, mtumishi wa Bwana asigombane, anapaswa kuwa mpole kwa watu wote, mwalimu mwema na mvumilivu. Waraka wa pili mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 24. Sisi Wakatoliki tuna mapokeo kwamba mapadre wana mamlaka ya kufundisha kanisa na pia wana wajibu wa kufundisha. Ndugu yetu shemasi ambaye utafanywa kuwa rabi hivi karibuni, yaani mwalimu na baba. Watu wetu wengi wanayumba na kuyumbishwa kiimani, na sababu kubwa ni kwamba wanakosa maarifa. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Hosea alituambia watu wangu wanaangamia sababu ya kukosa maarifa. Kwa hiyo shemasi wetu Rogasian kwa kufanywa kuwa padre, rabi na mwalimu, ukawasaidie watu wasiumbe wala kuyumbishwa kiimani. Watu wetu wanahitaji kufundishwa zaidi sasa kuliko nyakati nyingine za nyuma. Sababu kubwa, sasa hivi kuna sauti nyingi mno kutokana na utandawazi.
sauti zipo nyingi. Kwa hiyo baadhi ya watu hawajui wafuate sauti ipi. Ndiyo maana padre, rabi, mwalimu, unahitajika kuwa makini sana na kutoa muda wako wa kutosha wa kufundisha. Yesu ndiye mwalimu mkuu. Tumeonywa kuwa tusimwite mtu baba au mwalimu. Tunajua kuwa tunaye baba mmoja na mwalimu mmoja. Hata hivyo, tunaweza kuwaita mapadre mababa katika Kristo. Tunaweza kuwaita mapadre walimu katika Kristo, marabi. Tunaweza kuwaita mapadre waunganishi katika Kristo. Yesu amewatia nguvu mapadre wa kleri ya kufanya kazi kwa jina lake. Wakati wa karamu ya mwisho Yesu alisema, mnaniita mwalimu na Bwana, na ndivyo nilivyo. Kama mimi Bwana na mwalimu nimewaosha miguu yenu, nanyi mnapaswa kuoshana miguu. Yohani sura ya 13 mstari wa 13 hadi wa 14. Yesu hakuwatuma mapadre watolee sadaka na kuwa watumishi wa wanyenyekevu tu, bali pia aliwaonesha namna ya kufundisha kwa mifano. Nimewapeni mfano ninyi, fanyeni kama nilivyofanya. Yohani sura ya 13 mstari wa 15. Yesu alipopaa kwenda mbinguni aliwaagiza mitume wake kazi ya kufundisha mataifa yote.